Naomba achia begi yangu niondoke. Mke wangu, naona uko sawa. Punguza jazba mamangu. Naomba uachie hili begi. Sikiza nikwambie. Mimi sio mwanamke wa kuchakazwa tu humu ndani. Miaka kibao kila nikiomba ndoa siipati. Kwa nini unanifanyia hivyo? Ina maana sina thamani ya kukaa kwenye ndoa? Sasa sikiza nikwambie. Mimi sioni hasara kuacha hii begi. Ila tambua kwamba mimi sitarudi tena hapa nyumbani kwako. Na hata nikirudi nakuja kufuata nguo zangu, lakini sitaki chochote cha kuongea kati yangu mimi na wewe. Naam. Hivi unajua nakupenda sana. Tena nakupenda sana. Yaani wewe ndio barafu ya moyo wangu. Lakini sasa hivi tunakaribia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa basi nilikuwa naomba katika kipindi hichi cha mwezi mtukufu, naomba tutengane kwanza, ili mimi niondoke nyumbani nikafunge Ramadhani. Ukishapita mwezi wa Ramadhani, basi nitarudi na mapenzi yetu yataendelea kama kawaida, mpenzi wangu. Na masiara sana. Mke wangu, hebu acha utani wako. Kuanzia lini umeanza masiara yako ya hivi, mpenzi wangu? Sio kama masiara. Nakwambia ukweli kabisa. Hivyo angalia. Miaka yote tumeishi humu ndani pasipokuwa na ndoa. Miezi yote ya Ramadhani inanipita humu ndani. Wala sifungi. Na mimi ni mtoto wa Kiislamu. Kwa hiyo mwaka huu na mimi nimeamua nataka nifunge. Sasa basi nakuomba. Yaani nakuomba nikiwa nipo serious. Nataka niondoke nyumbani nikafunge. Si mwezi mmoja tu jamani. Kisha Aisha Omari mimi narudi. Useme hivi mke wangu. Tambua kiasi gani ninavyokupenda. Tambua wewe ndio nguzo yangu. Wewe ndio furaha yangu. Ninachokuomba mpenzi wangu, baada ya Ramadhani kupita tutafunga ndoa. Ninachokuomba nipatie kamuda nijipange. Na kama kuzini, acha tuzini. Huu mwaka ndio mwisho. Tutafunga ndoa tu. Hivyo Omari, una akili timamu kweli? Ninakuingia kabisa hayo unayoyaongea. Unaelewa kabisa na maana gani, si ndio? Hivi wenzio wanaoa kipindi hichi kwa ajili ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wewe bado unaniambia mimi tuzini tu humu ndani nitafunga mwakani au utanioa mwakani. Si ndio? Mke wangu, utakuwa umeninukuu vibaya. Sijamaanisha hivyo. Ninachomaanisha nakupenda. Na nia yangu ni kukuoa na sio kuacha mambo tu yapite hivi. Tambua kabisa kitu ambacho unachokisema kipo ndani ya ukweli, lakini mimi naomba tu nipatie muda wa kujipanga, tutafunga ndoa. Mimi nadhani hatuelewani humu ndani. Si ndio? Nisikilize nikwambie. Nilikuwa na nia ya kuondoka kesho. Lakini kwa hivyo ulivyonikwaza, ulivyonitibua, naondoka leo hii. Maana hata nikupe miaka 10, hutoweza kunioa. Mke wangu. Mke wangu. Unachofanya unakosea. Mke wangu, naona uko serious na hili jambo. Unataka kufanya nini? Naomba uachie begi hili. Omari. Nakuita mara 3. Naomba achia begi yangu niondoke. Mke wangu, nahisi utakuwa una hasira tu. Naomba upunguze hasira. Ninachokuomba, acha hili begi. Na hizo nguo uache kabisa. Nenda, utapokuwa sawa, nitakutafuta. Sikiza nikwambie. Mimi sio mwanamke wa kuchakazwa tu humu ndani.
Miaka kibao kila nikiomba ndoa siipati. Kwa nini unanifanyia hivyo? Ina maana sina thamani ya kukaa kwenye ndoa? Sasa sikiza nikwambie, mimi sioni hasara kuacha hii mibegi. Ila tambua kwamba mimi sitarudi tena hapa nyumbani kwako. Na hata nikirudi nakuja kufuata nguo zangu, lakini sitaki chochote cha kuongea kati yangu mimi na wewe. Mke wangu. Kwa nini unakutana nini lakini? Nimekuita hapa ni jambo moja tu, ndio maana sijaenda kazini. Nahitaji niweke bajeti ya wewe na mfanyakazi kwa ajili ya mwezi huu wa Ramadhani. Hivyo basi hatutakiwi kuwa na tamaa za mali za watu wala pesa za watu. Sawa mume wangu, nimekuelewa. Vipi kuhusu watoto shuleni? Maana tulizoea kipindi cha Ramadhani wanakuja tunajumuika nao katika Ramadhani. Sasa hata hilo niliwaza, lakini jana niliongea na mwalimu wao, mwalimu Ikram. Nimeongea nao, alichosema kwamba wana mitihani. Sawa, mitihani ya kumaliza shule. Ila amesema shule yao mbona nzuri na ina dini na maadili ya kidini. Kwa hiyo kama ina maadili ya kidini, basi haina haja tu kaumiza sana kichwa. Sawa, nimekuelewa mume wangu. Je, vipi kuhusu mimi biashara zangu hapa? Si unajua mimi nafanya biashara za kuuza juisi, maji, barafu. Imekaje hapa? Hilo nalo nilifikiria sana. Ila nilikuwa naomba kitu kimoja. Swala la maji, kuanzia wiki inayofuata usiwalipishe watu maji. Waache wachote maji bombani bure. Na swala la barafu, usiuze barafu mchana, usiuze barafu asubuhi. Uza barafu adhana inaposomwa. Ndio utapouza barafu, kwa sababu mchana wote watu tuwe tumefunga. Sasa hilo swala la kumwambia ni bora tungemuita hapa tukamweleza wote. Muite basi Bi Fatma. Fatma. Njoo mara moja. Mke wangu. Abe mume wangu Bajoma. Stati. Pamoja na Juma. Naam. Ningependa nakumbushe. Wiki ijayo tunajiandaa na mfungo wa Ramadhani. Sasa basi, ningependa na taarifa. Kila mtu anahitaji afunge. Sitohitaji kumuona mtu asiyefunga. Kingine, nahitaji mavazi ya stara. Mavazi ya ajabu staki. Hasa kwa istiati. Mavazi yako ajabu na kuangalia tu. Mama Juma. Abe Baba Juma. Muangalie sana mtoto wako istiati. Mume wangu mimi nimekusikia, nimekuelewa. Lakini hatupaswi kuwakanya tu kwa kipindi hichi kifupi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunapaswa kuwakanya na kuwafundisha kipindi chote angali bado wako hai na sisi tuko hai. Hawatoishi na sisi milele, hao wameshakuwa wanaishi na watu huko mtaani. Hekima hawana lugha nzuri, mavazi pia mtihani. Sasa wewe binti yako istiati. Yaani sasa hivi ni amejichetua, akachetuka kawa wa moto mpaka hata naogopa. Yaani kama sio binti yangu alokaa kwenye tumbo langu miezi 9. Yaani mama anapenda sana kuniandama. Sijui kwa nini. Sawa, ndio mimi nimewaelewa, nimewasikia wazazi wangu. Ila mimi nawashangaa sana. Yaani tangia nimekuwa kwangu mimi mje kunipa pesa, nikanunua hata hizo nguo. Mnafanya kazi tu kuniambia vaa hivi. Wakati hata mje kunigaia pesa. Hata hizo nguo ambazo hamzitaki. Hamjui natoa wapi? Hamjui nanunuliwa na nani? Mnafanya kazi tu kuniambia usivae. Sasa kama mnataka mimi nijistiri, mnipe pesa nikanunua hizo nguo ambazo mnataka nyinyi. Ila kama mwezi kunipa mimi hizo nguo sina.
Wa alaikum salam Fatma. Fatma, tumekuita hapa kwa ajili ya kitu kimoja, swala la maji. Huu mwezi wa Ramadhani unafika. Ukifika mwezi wa Ramadhani hatupaswi kuuza maji, sawa? Utafungua maji asubuhi, utawachotesha watu bure. Mtu akikupa hela waambie hii ni sadaka. Huu mwezi mtukufu hatuchukui pesa. Kingine ni barafu. Sawa? Swala la barafu, usiuze barafu mchana wala asubuhi. Uza barafu saa 12 endapo hazana inaposomwa, kwa ajili watu wafungurie na maji ya baridi. Mchana atuuzi barafu, waambie barafu hakuna. Sawa mama Haya ni haya. Fatma, ulikuwa unaenda nini? Naosha vyombo. Naftali, je, ile miogo uliimenya kweli? Nimeshaimenya. Haya sawa, nitakuja kukusaidia, kaendelee. Sawa Asante. Mtoto ana maadili mema ya Kiislamu. Hapana mwanangu, sio kama tunakusema, ila tuangalie mwezi huu, inabidi tuheshimu. Na kama una nguo basi utavaa madera mama yako. Wewe baba, mimi nivae madera ya mama? Hicho kitu hakiwezi toka hata siku moja. Yaani nivae madera ya mama? Kama mwezi kunipa pesa nikanue nguo, basi mifungo haunihusu. Umekosa haya we binti. Huna hekima hata kidogo. Wewe ukamjivu babako. Afu ukumbuke hapa unaongea na kina nani? Si ni wazazi wako. Huyu ni babako na mimi ni mama yako. Mbona kakako hajajibu chochote? Wewe dogo, sikia basi. Nashindwa kukaza hata mwezi mmoja. Angalia mimi, mbona mimi baridi tu nachukua kama kawaida, baridi tu alivyonielekeza bi mkubwa na faza hapo. Asubuhi nafunga mpaka saa 12 jioni, mimi napiga vitu vyangu, maisha yanaendelea. Kwa nini usikaze hivyo mpaka unazidi kuchukua lawama za watu wazima hapa, mambo yanakuwa mengi. Vingine unatakiwa ukaushe, sio kila dakika unaongea tu. Unamedulia mdomo nani? Takuwasha kofi wewe. Yaani humu ndani, utaki utajistili, utaki utajistili. Nayo madera sio vijora, utavaa mwanangu, tena sio vijora tena mtandio, utavaa ni kabu istiati. Niwe sije kuzaa mimi mama yako. Na nikinyanyuka hapa, hivyo vinguo vyako na vitia kibiriti vyote kama hujamia kwenye vijora. Wewe rudi hapa. Umeona mume wangu? Haya ndio uliyotengeneza wewe. Malipo yako ni haya. Patanishinda hapa juu ya watoto wako. Sasa huyu mwenzio sina haja naye sana. Shemeji. Shemeji. Vipi? Safi. Kwema? Kwema za huko? Poa tu. Vipi huko nyumbani, kwema? Huko kwema. Mnaendeleaje huko na ndugu yangu? Huko sio kwema kiukweli. Hivi tunavyoongea mke wangu ameondoka nyumbani. Kiukweli shemeji, sijui hata kimemkuta nini mke wangu. Maana imekuwa ghafla sana yeye kubadilika. Na hata alivyoanza ameanza kama masiala tu. Kwani mmegombana? Kiukweli shemeji, sikufichi chochote kinachoendelea kwenye ndoa yangu. Na hata kama kungekuwa na shida, basi ningekwambia. Kwa kuwa ameondoka nyumbani na hajabeba hata nguo, moja kwa moja kabisa nikajua atakuwa yupo kwako. Kiukweli shemeji, kwangu hajafika na wala sijamuona. Kwani wewe hujui alikoelekea? Ni hapo ndo nabaki na shangaa. Ni atakuwa kaenda wapi? Najiuliza kama unavyojiuliza wewe. Shemeji, ina maana mtu ataondoka tu bila wewe kujua kwamba kaelekea wapi? Bado sina majibu. Acha tu tuendelee kumtafuta. Na kingine, kama utamuona na atakuwa kama kaja kwako, basi usisite kumwambia nampenda sana. Na siwezi lala wala siwezi ishi bila yeye. Naomba nifikishie ujumbe wangu.
Ondoa shaka shemeji. Akija mimi nitakaa nitazungumza naye. Pia na wewe tutakuita, tutakuja kuongea hapo. Mambo yatakaa sawa. Basi sawa. Nilikuwa nakuja kwako lakini kwa sababu nishakutana na wewe, acha tu nirudi nyumbani. Na wewe ulikuwa unaelekea huko? Nilikuwa naelekea hivi shemeji yangu. Basi tuongozane. Haya tuondoke. Sasa ndio hivyo mpenzi wangu, kama nilivyokuelezea, yaani huko nyumbani wazazi wangu hataki hata kuelewa. Wewe naye tena mimi hata sielewi, hataki hata kunielewa, mimi hata sasa nifanyaje. Kwa hiyo hilo jambo lako nataka nikueleke wepesi. Si ndio? Unakuja hapa na mada za Ramadhani, unakuja na maswala gani? Konge nielewa. Sasa mpenzi wangu, unajua wale wazazi alafu kwani wewe mwezi mmoja kwa tushinda mwezi mmoja? Nisikilize. Kama umeamua wewe kufanya mambo yako fanya. Unajua sometimes sikuelewi. Mara kwanza umekuja hapa kanaambia maswala ya wazazi. Wazazi wameniambia nifunge, sasa hivi unasema kwamba tukae mwezi mmoja, mwenyewe umelizia hilo swala. Kwamba unataka mwenyewe kufunga. Sasa sikiliza. Kama umeamua kufanya mambo yako wewe fanye. Wewe fanya mambo yako, kama unataka kufunga wewe funga. Wewe mimi niache. Sawa? Isije kaonekana mimi nakuombanisha na wazazi wako. Isije kuonekana mimi sitaki wewe ufunge upate thawabu zenu na thawabu. Kwa sababu ni thawabu unazijua tu siku ya Ramadhani ndio kuna thawabu tu. Sasa sikiliza mama, wewe kafunge. Sio mtoto mzuri, wewe nenda kafunge. Ila nakuahidi nitamtafuta mwanamke ambaye yeye afungi. Ndio, nitamtafuta mpagani, nitamtafuta kwa mwenzangu ambaye afungi. Na usije kanifuatilia, usije kaniulizia, usije hapa nyumbani. Usije kaulizia natoka na nani, niko na nani. Wewe utakayemuona niko naye, jua wewe ndo mpenzi wangu. Usije kaingilia. Sasa mpenzi wangu, mimi hapa sija kwa ajili ya kugombana. Ushaona? Mimi sija kwa ajili ya tugombane. Kama wewe mimi nakubaliana na wewe sawa, nitakuwa sifungi na danganya nyumbani nafunga, alafu mida mchana nakuja kwako tunashinda wote. Alafu mpenzi wangu mimi nilikuwa naomba unigaie pesa nikanunue hizo nguo. Mimi siwezi nikavaa madela ya mama, yani midela afu mwili wenyewe huu nivae midela ya mama kweli jamani. Hicho ndio ulichokiacha. Sio umenielewa? Hicho ndio ulichokiacha. Wewe mimi nikuchagua wewe kwa sababu nilikuwa na wewe mjanja. Kwani sijaona wanawake huko. Wanawake hapo kibao, kwa mikrobembe hapo kibao, kwa mishangazi kibao, lakini mimi nikuchagua wewe. Sitaki mambo ya dini mwenzako. Sawa? Mimi masuala ya dini sitaki. Hata mwenyewe ungekutana na wajibu yako wewe usingekuepo hapa. Mwenzako mimi masuala ya dini sitaki. Sio umenielewa? Kwa hiyo kitendo cha kuchagua wewe ni kwa sababu wewe mjanja. Sawa? Pigo zetu zenyewe unazijua. Mara tumeenda bichi, mara tumeenda club, mara tumeenda wapi. Hizo ndio pigo zetu. Sasa unaanza kuleta mambo ya dini hapa, mimi nikata steam rafiki yangu. Sasa sikiliza. Leo nalala hapa. Nilale hapa. Hiyo sheria, sio ombi. Basi sawa. Sawa. Wewe leo lala hapa, asubuhi monile kokoliko. Tunatoka hapa tunaenda kufanya shopping.